Wapendwa wa Mungu, Bwana asifiwe. Ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Kama mjuavyo, majina yangu ninaitwa mchungaji Nixon Charo. Ninasimamia kanisa ya Maximum Healing Center. Tuko hapa Shaksi. Mungu amenisaidia sana nikiwa mahali hapa. Mungu ameweza kunionekania mahali hapa. Nimefika mahali pa kuwa na neno la ushuhuda. Yale ambayo yanafanyika mahali hapa ni makuu. Watu wanaponywa mahali hapa, watu wanafunguliwa. Kwa kudhibitisha neno hili, niko na wamama wawili ambao Mungu aliweza kuwatendea kupitia madhabahu. So kwa sasa hivi utaona hapa wakueleza. Nami nataka nikushawishi kabla hawaja kuja na kuingia katika ulingo ya kwamba usiumie ukiwa na magonjwa yako mahali upo. Hapa Mungu yuko, Mungu wa uponyaji. Watu wanashuhudia ushindi. Makubwa yanatendeka mahali hapa. Watu wanaponywa, watu wanabarikiwa mahali hapa. So usigairi ukiwa mahali pale, ukiwa mgonjwa, chukua hatua, njoo. Tutakupatia direction. Kama uko ng'ambo ya island pande ile na uko sehemu za Magongo Bamburi, unakuja uvuke feri. Ukisha vuka feri unachukua tukutuku za Sheli. Ukifika Sheli, ukishuka Sheli pale utaona resort kubwa hapo imeandikwa Sharks, kuna samaki. Ukifika hapo kwa nyuma hiyo Sharks utatupata tuko hapo. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, nichukue fursa hii niukaribishe. So nataka niwalete wapendwa hawa ili kwamba wakaweze kushuhudia ushindi wa Mungu. Wakawaambia yale ambayo Mungu Mungu aliwatendea. Wako na furaha kubwa sana. Tawaona akiwa hapa na tawaleta mmoja baada ya mwingine. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Songa kabisa. Amen. Mungu akubariki sana. Hebu nataka nishuhudie wale watu ambao kuangalia pale. Ni kitu gani ambacho uko unapitia kwa siku nyingi ambapo sasa ilikuwa kinakutatiza maishani mwako? Shika microphone, ongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena kabisa. Amen. Nimepitia mambo ya kazi. Kazini nimepata majaribu mengi sana. Lakini Mungu ameweza kunipigania na ameweza kunishindania. Ni last week Shetani alijidhihirisha mwenyewe na akaweza kujitambulisha kwa maisha yangu kupitia madhabahu hii, na Mungu akatenda na anazidi kutenda. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Amen. Pigie makofi Bwana Yesu. Pigelegele kwa Bwana Yesu. Amen. Huyo ni mama ambaye Mungu alimtendea makuu. Yeye alikuwa anapitia hali ngumu na kupitia madhabahu hii akaweza kuona mkono wa Mungu. Hivyo ukiwa mahali pale pia kuja mahali hapa na Mungu wa amani atakutendea. Karibu mama. Mungu alikutendea nini ama alikufanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Josephine Rehema. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa uhakika nilikuwa ninapitia hali ngumu. Nilikuwa ninapitia hali ya ndoa. Nilikuwa ninapitia hali hata ya maisha yangu. Manake nilikuwa nina vituko, kila neno ya vituko ya majini ya baharini, hata majini madhabahu ya kwetu pia yalikuwa yameniandama sana. Kwa hakika nilialikwa kama ushirika pale mahali. Na venye ambavyo nilienda pale mahali, nilienda nikapata miujiza yangu. Zile shida zote zenye nilikuwa niko nazo, nilipona kupitia ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hata walio nje, walio ndani ya kanisa, hata walio kando pia tunawakaribisha. Maisha yenye ambayo nilipitia mimi nilikuja nikapona. Kwa hivyo mbarikiwe, tunawakaribisha kwenye ya madhabahu. Muje mpate uponyaji. Mimi kusema kweli nilikuwa silali. Nikilala ninaota manyoka, ninaota majini mahaba, ninaota yani kila vituko yale mashetani. Lakini nashukuru Mungu kupitia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kifua changu kilikuwa kinadunga miba na kutambara kama tandu na kuwaka moto. Na kwenye koo yangu pia kulikuwa kuna ile chungu chungu, sisi kwetu tunaita kabindo. Chungu chungu hapo kwa koo. Hapo kwa koo. Saa hii sisikii.
baada ya maombi. Baada ya maombi. Pigie Bwana makofi mazuri. Amen. Pigie Bwana. Kwa tumbo kulikuwa na kitu gani ulikuwa unasikia? Nilikuwa nina nyoka lakini alitoka. Kulikuwa kwa tumbo kuna nyoka. Kabla haujakuja kwa madhabahu hii kuonekana kukutana mtumishi wa Mungu, kulikuwa na nyoka anatembea kwa tumbo. Tumbo ilikuwa linafura, tumbo ilikuwa ilikuwa inazunguka, kitu kinakuja kunishika kwa roho, alafu na kurudi tena kwa kiuno. Yaani nilikuwa siwezi. Lakini kupitia maombi nimepona kupitia madhabahu haya. Kupitia madhabahu haya ulipona. Pigie Bwana makofi mazuri. Haya ndiyo ambayo yanafanyika mahali hapa. Hivyo wewe ambao unaangalia kwa runinga hii, chukua hatua, ingia mahali hapa. Haina haja mahali upopitie hali iliyo ngumu, na Mungu anayetenda ako mahali hapa. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Haya, tunaenda moja kwa moja kwa neno la Mungu. Nataka ukaweze kuwa makini sana kwa neno la leo. Neno la leo liko na uzito mwingi sana. Ninataka niongee juu ya ndoto. Bwana Yesu apewe sifa. Ndoto, sema ndoto. Nataka niongee juu ya ndoto. Ndoto maana yake ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ndoto ni hali inayotokea kwa mtu wakati anapokuwa katika usingizi mzito, na hiyo hali huwa ni madhihirisho wa kama hayupo usingizini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni hali ambayo inatokea kwa mtu ambaye ako katika usingizi mzito na akaweze kuona ndoto na taswira ya maisha aidha ya yajayo ama yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndoto huwa ziko na umuhimu wake. Umuhimu uko ndani ya ndoto. Kwa hivyo inafika wakati unaota ndoto, ndoto hii isifike mahali ukaipuzilia mbali. Maana ndoto hii ni njia moja wapo ya mwanadamu kuongea na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndoto huwa ni njia moja ambayo Mungu aliifanya ili aweze kuwasiliana na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siongei ndoto za kipepo, maana sijafika huko. Ninaongea maana ya ndoto. Bwana asifiwe sana. Ninaongea maana ya ndoto. Nimesema ndoto huwa inafika mahali inakuwa ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Na kuna watumishi wengi ambao waliweza kuwasiliana na Mungu kupitia hali ya ndoto. Kwa hivyo nataka nikuambia kwamba ndoto ikifika isifike mahali kwa wewe kuidharau ama kuitupilia mbali. Ndoto huwa iko na maana yake. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo hapo, twende kwa Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 20 inasema hivi: lakini mara alipoazimu kufanya jambo hili, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto na kusema, Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria ama Mariamu awe mke wako, kwa maana mimba aliyo nayo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ilikuwa ni kisanga iliyofanyika. Mariamu na Yusufu walikuwa wameposana
sio kuosana, wameposana. Yani walikuwa wako na mipango ya kuoana, na mipango ya ndoa ilikuwa mizuri sana na ilikuwa inaendelea vizuri. Lakini ikafika mahali Yusufu akampata mwenzake ni mjamzito, na unajua sheria ya kuoana ni kwamba hakuna yule atakayeweza kujua mwenzake mpaka wao wameoana. Lakini ikafika mahali Maria akawa ameshikwa na ujauzito. Sasa jambo hili likaweza kumtatiza Yusufu. Chumba wangu ambaye tumechumbiana, tunaenda kanisani, tunafanya kila kitu, tumeelewana, sote ni wahuduma, imekuwaje tena huyu ako na ujauzito? Ni nani aliyefanya hii? Haikuwa rahisi, lakini ikabidi ifike mahali Yusufu alipofika. Maana Yusufu alichukua uamuzi wa kuwa amwache. Yaani hekima kubwa sana. Yusufu asingetaka kumwacha mchumba wake kwa njia ya aibu. Hakutaka hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Ikafika mahali akawa anataka kumwacha kisirisiri. Lakini kumbe ile mambo ya sirini aliyokuwa nayo Mungu alikuwa anayaona. Na alikuwa anaiona. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa ndani ya siri yako na Mungu asikione. Ni lazima Mungu ataona. Sema amen. Haleluya. So ikafika mahali Yusufu akawa anaachana na yeye kabisa. Lakini ikafika mahali malaika wa Bwana akatumwa. Mungu akashuka mahali pale. Wakati akiwa katika usingizi mzito, malaika wa Bwana alishuka mahali pale na akamuita kwa jina lake. Na akamwambia Yusufu, ndiyo mipango ambayo umepanga kumwacha mchumba wako. Na sababu ambayo unamwachia kwangu sioni iko na maana sana. Unena angalia, imefika mahali unataka kuacha mchumba wako bila sababu isiyo maana. Nimekuja nikuambia kwamba endelea na ndoa yenu, endelea na uchumba wenu, kila kitu kitakuwa sawa kwa jina la Yesu. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamtokea akaanza kuongea na yeye. Malaika wa Bwana akamtokea Yusufu, wakaanza kuongea mahali pale. Akamwambia, usimwache mke wako, endeleeni na ndoa yenu, kwa sababu kuna kiumbe ambacho nimekiweka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, anaenda kupata mtoto, na mtoto huyu ndiye atakayeokoa ulimwengu wote. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri. Kwa hivyo nilikuwa naongea juu ya ndoto. Ndoto huwa ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Sema amen. Kwa hivyo usipuuzilie ndoto. Ndoto huwa kuna umuhimu wake. Kuna watu ambao hawaota ndoto, lakini hata kama watu hao wote ndoto hupata message kwa njia nyingine. Lakini wenye kuota ndoto, ukaenda kujua kama wewe ni mtu wa ndoto, fuatilia ndoto zako vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ndoto inaweza kuja na ukose kujua kwamba unaongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka nikuambia nini? Ndoto itakapokuja kwa kiungu, huwa ni njia moja ambayo Mungu anaweza kuongea na wewe. Ninajua kuna ndoto mingi ambazo uliweza kuziona hata inge usijui maana yake, ukazipulizia mbali. Lakini sasa hivi nakuambia usizipulizie mbali tena. Utakapokuwa imekuja, shukana kujua kwamba hiyo ndoto, ukajua ni ndoto aina gani, na ukaweza kuitafakari, na ukaweza kuiandika hata mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukajua ni kitu gani Mungu, ama ni kitu gani